Sofia binti Huyai alikuwa binti wa Huyai bin Akhtab, kiongozi mashuhuri wa kabila la Banu Nadhir, miongoni mwa makabila ya Kiyahudi yaliyokuwa yakiishi Madina. Alikuwa anatokana na kizazi chenye heshima kwa watu wake, na baadhi ya wanahistoria wametaja kuwa upande wa ukoo wake ulifikia kwa mitume wa Bani Israil. Alikulia katika mazingira ya mila, elimu na historia ya watu wake, lakini Allah alipanga kwa ajili yake safari kubwa zaidi kuliko alivyoweza kufikiria. Baada ya matukio ya migogoro baina ya Waislamu na baadhi ya makabila ya watu wa Madina, ikiwemo ile vita ya Khaibari, Sofia alikuja kuwa miongoni mwa mateka wa vita. Mtume Muhammad, rehma na amani ziwe juu yake, alipomwona alimtazama kwa jicho la huruma na heshima. Hakumfanya kama mtu aliyeshindwa, bali alimpa heshima na nafasi. Mtume alimchagua, akamkomboa na akamuoa. Hapo ndipo ukurasa mpya ulipoanza katika maisha ya Sofia binti Huyai. Kutoka kuwa binti wa kabila la Banu Nadhir, akawa mke wa Mtume wa Mwenyezi Mungu, rehma na amani ziwe juu yake. Ndoa ya Sofia binti Huyai na Mtume Muhammad ilikuwa baada ya vita vya Khaibari katika mwaka wa 7 wa Hijiria. Katika safari hiyo Mtume alionyesha ukarimu na mapenzi kwake. Alipoona baadhi ya watu akimkumbusha asili yake ya Kiyahudi, Mtume Muhammad, rehma na amani ziwe juu yake, alimfariji na kumfundisha kwamba heshima ya mtu haipatikani kwa kabila, bali kwa uchamungu. Alikuwa miongoni mwa wake waliokuwa karibu mno na Mtume katika miaka yake ya mwisho. Baada yake Mtume alimuoa Maimuna binti Al-Harithi, ambaye alikuwa mke wa mwisho kuolewa naye. Kifupi, Sofia baada ya kuolewa yeye aliolewa Maimuna, ambaye ndiye alikuwa ni mke wa mwisho. Sofia alikuwa mwanamke anayetajwa kuwa mwenye subira, ibada na moyo wa upole. Alijulikana kwa kuvumilia majaribu ya maisha, kuwa na mapenzi makubwa kwa Mtume, kulinda heshima nyumba ya Mtume, kuwa mkweli na mwenye moyo wa huruma. Katika maisha ya ukewenza, kama ilivyokuwa kwa wake wa Mtume, kulikuwa na hali za kawaida za kibinadamu kama wivu wa wanawake, lakini walikuwa wanawake waliokuwa na nafasi kubwa ya kujifunza kutoka kwa mume wao na kiongozi wao Mtume Muhammad. Imepokelewa kuwa siku moja baadhi ya wake wa Mtume walipotaja asili yake ya Kiyahudi, Mtume alimfundisha maneno ya kumtia nguvu na kumwambia, wewe ni binti wa nabii, mjomba wako ni nabii na umeolewa na nabii. Huu ulikuwa ujumbe kwamba heshima yake haikuwa katika asili yake, bali katika nafasi yake mbele ya Allah. Katika maisha yake baada ya Mtume, Sofia aliendelea kuheshimiwa na maswahaba. Alikuwa na uhusiano mzuri na familia ya Mtume na hasa watu wa nyumba yake. Alijulikana pia kwa ukarimu wake. Alipojisikia kuwajibika kwa jambo, hakusita kutoa mali yake kwa ajili ya kheri. Maisha ya Sofia baada ya kufariki kwa Mtume Muhammad, rehma na amani ziwe juu yake, mwaka wa 11 Hijiria, Sofia aliendelea kuishi Madina kama mama wa waumini. Aliona vipindi vya ukhalifa wa maswahaba tofauti: Abu Bakar Siddiq radhiallahu anhu, Umar bin Khattab radhiallahu anhu, Uthman bin Affan radhiallahu anhu, lakini pia na mwanzo wa zama za Muawiya ibn Abi Sufyan. Alikuwa mmoja wa wake waliobaki hai baada ya Mtume kwa muda mrefu. Sofia binti Huyai alifariki Madina mwaka wa 50 Hijiria, akiwa katika zama za ukhalifa wa Muawiya bin Abi Sufyan. Sababu maalum ya kifo chake haijaelezwa wazi kwa uhakika katika riwaya mbalimbali, lakini wanahistoria wanataja kuwa alifariki kutokana na maradhi ya kawaida ya wakati huo na umri pia. Mwili wake uliswaliwa na Waislamu wa Madina na akazikwa katika makaburi ya Al-Baqi. Alifariki akiwa takriban na miaka 60 ama zaidi. Sofia binti Huyai anatufundisha kwamba thamani ya mwanadamu haipimwi kwa historia yake ya jana, bali kwa nafasi anayochagua mbele ya Mwenyezi Mungu. Alianza safari yake akiwa binti wa kabila jingine, lakini akamaliza maisha yake akiwa mama wa waumini, mke wa Mtume, na sehemu ya historia ambayo itasomwa mpaka mwisho wa dunia. Hii ndiyo safari ya Sofia binti Huyai, mwanamke ambaye maisha yake yalikuwa darasa la subira, heshima na imani.